mji wetu ama jiji letu la Arusha imepata shida kubwa. Megawanyika kutoka kwa watu, ushirika wao umeunganishwa na wadui. Ushirika wetu badala ya kukabiliana, sasa tunashakiana, tunatiliana shaka. Maana ni kweli tumeona watu wakifa, damu ardhi hii imekunywa kwa wingi. Ni kweli tumeumizana, lakini inafaa Arusha iseme yatosha. Yatosha damu ya mtoto wetu isimwagike tena. Yatosha mtoto wetu asivuruge mali iliyotafutwa kwa shida, kwa dhiki, kwa damu kumwagika. Yatosha nchi za Afrika kutulia na inyamaze na ijitambue kwamba tuambieni kweli, msiposhughulika na hili la masuala ya ukweli, umoja, haki na utambulisho aliotupa Mungu na mapatano, hata mkichagua huyu rais, hata mkimweka kuwa ndio mkuu wa wilaya, hata mkimweka kuwa ndio mwenyekiti, maana wanasema maisha hasa nini? Kwa hiyo tunataka kurudi katika kweli, umoja na kuleta utambulisho halisia wa Arusha. Jina letu Tanzania sasa linatukana. Jamani, mtusamehe, Mungu awape mtusamehe. Mtupende kama zamani. Ile ilitokea ni ajali kwa barabara na tunarudi sasa jamani. Tunaomba Yesu arudishe Arusha na Tanzania. Afrika isiwe uwanja wa watu kushindania na kutugonganisha. Alafu tunatukanana wenyewe kama zuzu, hatuna akili. Mtoto anatokana baba yake na jitutumua nani kwa chakula ya siku moja. Hii ni balaa wapenda. Hakuna maendeleo yanaletwa na watu au pesa yatokayo mahali. Tunajiletea wenyewe. Ukiwa na haki, nunua kwa haki, uza kwa haki, tenda haki, alafu fanya amani. Tunataka kwa turudi Arusha irudi, lazima irudi kwa toba, maombi na kufanya mahusiano kwa upya. Na nini inatupata saa hizi? Kuna mkakati au mbinu za kuleta maumivu na mgawanyiko. Hii inatokana na maumivu yaliyosababishwa siku nyingi. Namna tumeumizana kidogo, kikombe kimejaa. Hii tusipoangalia inapotupeleka ni watu sasa wamekata tamaa. Watu waliokata tamaa ni hatari sana. Maana there is little or nothing to lose. Hata hii kizazi mnaita Gen Z kwa wingi is almost hawana cha kupoteza. Kwa sababu hana mke, hana watoto, hana nyumba, hana kazi, si hamujapatia hata kazi. Kwa hiyo ana simu peke yake. Wholesale, akifa ndio amekufa jumla. Na watoto wake, na nyumba yake, na mke wake wamekufa jumla. Kwa hiyo is almost nothing to lose. Huyu ni mtu hatari sana. Kwa hiyo maana yake Arusha na taifa kwa mkubwa wa mkoa, tafadhali muwe na mpango kwa vijana. Hata hii wika mnayoisema Gen Z, wapeni platform, wasikilizeni. Wasikilizeni, wapeni watoto. Lugha yao hatuielewi. Hatuielewi. Mchungaji wangu alipanda kwenye gari juzi wiki iliyopita, alafu akaambia nauli baba 8,000. Sasa kumbe ni wale dini rika Gen Z ndio driver na conductor. Na lugha ya kundi ya Gen hawatujui. Wale mlitoka Uganda wewe. Mungu wapi? Sasa wale yule conductor akaambia subiri. Yuko tu kwenye gari. Akaongea na driver naye ni Gen Z, anamwambia huyu Uganda yule anamwambia haya, mwambie sawa. Yana mtafsiria mchungaji anamwambia haya, leta hiyo hela. Neno Uganda maana yake 10,700. Kwa lugha ya Gen Z. Mchungaji ndio anashtuka, hii nini? Sasa amejifunza kidogo. Akisema wewe askofu unakabuta Museveni, unajua maana yake? Unasema hakuna kabuta Museveni, sio
rais wa Uganda. Una 17,000 wewe mzima wanaruka. Sasa hatujui wanaendelea. Kabisa. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hii imeleta maumivu katika kile ambacho nilipanga kukiongea, ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alinielekeza. Yeye ameongea na ziada zaidi. Kwa hiyo naomba nimshukuru sana baba. Kubwa ambalo lilikuwa niliongelee ni masuala ya amani. Kwa kweli kweli changamoto zimetokea na bado kuna watu wanajipanga kuleta tena changamoto. Sasa rai yangu mimi kama mwakilishi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba kuendelea kuihubiri amani. Twende maeneo yetu tukahubiri amani. Ili swala linaweza kuonekana dogo sana, lakini kwa sisi hususan mimi nilibahatika kusomea masuala ya ugaidi nchini Marekani. Hapa Arusha kwa jina tunaosema Arusha Back to God. Arusha imrudie Mungu. Na katika uinjilisti wa mwaka huu tunakwenda na neno kuu la mwaka huu ambalo linatoka kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari ule wa 14. Tunataka tusikie sauti ya Mungu. Tunataka tuambie watu wa Arusha nyenyekesho mrudie Mungu. Mungu anasikia sauti ya watu wake, anasikia maombi na anaweza kuwasamehe wanapotubu na kurejea kwake. Na ndiposa tunataka tumemwona mkoa ndugu yetu CPA Amos Makala na timu yake, na hata leo amemtuma Brigadia Jenerali Wilson Christian Sakulo ambaye amekuja hapa. Tunashukuru Mungu sana kwa ushirikiano ambao tunaona. Zaidi sana tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makanisa, kanisa la Arusha au umoja wa kanisa la Arusha UKAMA chini ya mwenyekiti wake Askofu Dr. Stanley Otai. Tumeona amefanya kazi kubwa kuunganisha wachungaji, kuunganisha makanisa akishirikiana na wenzake. Wameshirikiana na tumeona watu wa CPCT, tumeona watu wa CCT, tumeona watu wa teki. Kwa pamoja tumeunganika na kupokea wainjilisti hawa na kupokea injili ya Kristo, ambapo tutakwenda kuifanya katika kila kona ya jiji la Arusha. Mungu asifiwe sana, kwa sababu Arusha imekumbukwa tena na neema ya wokovu iko jijini Arusha. Ninaamini ya kwamba mwisho wa wiki ijayo tutakuwa na taarifa nzuri sana ya watu wengi kuokolewa na kufikiwa na injili ya Kristo Yesu. Tunamshukuru Mungu pia kwamba tutawatembelea hata watoto yatima ili kuweza kuonyesha mkono wa kushoto, ule mkono wa upendo, ile injili ya udiakonia kwa watu wenye mahitaji, nayo pia itaenda kutolewa. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa ambayo kanisa la Tanzania, kanisa la Afrika na kanisa la dunia kwa ujumla wake inafanya hapa jijini Arusha kupitia African Evangelistic Enterprise AEE Tanzania. Tunakushukuru sana wewe ambao unaenda kufuatilia, na tunashukuru wale wote ambao wamechangia huduma hii, walitoa sadaka zao ili kuhakikisha kwamba wainjilisti wanapokuja hapa wanapata huduma mbalimbali. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana na kuendelea kuwaomba kushirikiana na AEE Tanzania.